asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Elijah Mila, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na siku ya leo natamani kushiriki na wewe neno fupi kuhusu maombi. Maombi ni kitu cha maana sana katika maisha ya mwanadamu yeyote. Na mwanadamu ama binadamu yeyote kama haombi, kuna mambo hatapata. Katika maandiko James inasema ya kwamba hamna kwa sababu hamuombi. Na ndiyo Yesu alisema ya kwamba ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. Kwa hivyo kuna nafasi yako wewe kama mwanadamu ambayo unafaa kuchukua hatua ili ukaweze kupata baraka na ukaweze kupata urithi wako kwa Mungu. Kwa hivyo nataka tusome katika James chapter 5 and verses 17. Lakini nitaanza hapo mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwa mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kwa hivyo kitu cha kwanza, maandiko yanasema tuungame dhambi zetu mmoja na mwingine. Na inaendelea kusema ya kwamba kuomba kwa mwenye haki. Kwa hivyo kuomba kwa mwenye haki ndio kunafaa sana. Kwa hivyo maombi inaweza inaweza kuwa haifai kwa sababu haina ile mwelekeo mzuri, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki ndio anaomba anajibiwa. Kuwa mwenye haki ni kuwa namna gani? Ni katika maisha yako, mienendo yako, tabia zako, wewe pamoja. Maana Biblia inasema ungameni dhambi zenu moja kwa mwingine. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kuangalia ili maombi yetu yajibiwe ni kwamba lazima tuwe na uhusiano mwema na mwingine, tusikwasane. Maandiko yanasema katika 1 Peter 3:7, wanaume wakae na mabibi zao kwa njia ya hekima, maana mwanamke ni mtu ambaye ni weak vessel. Na inasema kwamba usipokaa na mke wako kwa njia nzuri, maombi yako itazuiliwa. Kwa hivyo kuna haja kujua, ndiyo kwanza kabisa maombi yako ipate kupatikana inafaa. Ni vizuri sana kuwa unakaa na huyu kwa njia mzuri, unakaa na huyu kwa njia mzuri, kila mtu anapata haki yake. Usione wewe ni mzee, wewe ni mama, wewe ni nini, wewe ni mchungaji, unatakiwa kuwa unakaa na amani na watu wote. Kusiwe na watu ambao mmekwazana. Usiwe na watu ambao umewakasirisha. Lazima ufanye amani na watu wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitu cha kwanza nataka ujue, maana nilikwambia wewe unavyonitazama, wewe una uwezo wa kuomba maombi yako yakajibiwa. Lakini maandiko yanasema kwanza tuungame dhambi zetu moja na mwingine, na tena inasema tuombe tukiwa na haki. Nikisoma mstari wa 17 katika James chapter 5, maandiko yanasema hivi. Ama kwanza nimalize huo mstari hapo. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kitu cha pili unatakiwa kujua ni kuomba kwa bidii. Na kabla sijaelezea hapo, maana tumeanzia tu mstari, wanataka tuingilie sana mstari wa 17. Inasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Kwa hivyo maandiko yanasema Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini akaomba kwa bidii. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba vile Elia alivyoomba akajibiwa, na maandiko yanasema alikuwa ni binadamu mwenye tabia kama sisi. Hivyo ni kusema wewe na mimi tuna uwezo ama tunafaa kufanya bidii katika maombi na tutajibiwa. Ndiyo maana alivyoomba Elia, aliomba mvua isinyeshe kwa miaka 3.5. Akabadilisha ule mpangilio wa Mungu na ikawa haikunyesha, maana aliomba kwa bidii. Maombi nataka uwe mwenye haki, na tena uwe hauna kukwazana na watu, na tena inataka uwe na bidii katika maombi. Kwa hivyo wewe mwenyewe unavyonisikiliza, wewe una uwezo wa kuomba ukajibiwa.
una uwezo wa kuomba hali ikabadilika. Eliya vile alivyoomba alibadilisha mpangilio wa nchi yote nzima. Kwa hivyo na wewe pia una uwezo, lakini ujue kuna ile system ama kuna ile taratibu yake katika kuomba. Hivyo nataka kuambia ya kwamba wewe na mimi tuna uwezo wa kuomba. Maana Eliya aliomba kwa bidii hata kama alikuwa ni binadamu kama sisi. So any man, any woman ana uwezo wa kuomba na akajibiwa maombi yake. Mtazamaji wangu, nitaendelea nikikufundisha mambo kadhaa kwa maombi, na kuna hatua nyingine nitakapoenda, lakini kitu cha kwanza nilitaka ujue kwamba wewe una uwezo wa kuomba. Wewe una uwezo wa kuomba. Wewe una haki. Wewe unafaa kuomba. Maombi yako inafaa. Lakini ujue lazima tufuate zile taratibu ambazo tumepewa katika maandiko. Kuna mahali Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Hivyo lazima tujitakase, lazima tujiondolee mambo yote yasiyofaa. Ukisoma katika kitabu cha Isaya inasema ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi ya kwamba hauwezi ukaokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Kwa hivyo Mungu, kwamba mkono wake si ati umepunguka ati hawezi kuokoa. Kwa sikio lake si zito ati kwamba haliwezi kusikia. Lakini kuna jambo linasema hapa na andiko, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hivyo maovu na dhambi. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba kama unataka kuwa na maisha mazuri ya maombi yako, your prayer life iko na effect kubwa, lazima uondoe dhambi, uondoe maovu, utubu dhambi zako, na usikae maisha tu hivi ukae maisha hivi alafu utake kuomba, utakosa kujibiwa. Hiyo ndio njia ya kwanza ya maombi kufanyika. Kwa jambo hili nitalifikisha hapa, lakini nataka nikueleze jambo lingine. Nataka nikueleze kwa ufupi ndio unaweza kusikiliza. Hivi kwa muda utakao kuja nitakupatia ujumbe mwingine kuhusu maombi, ni kuonyesha njia nyingine ya maombi. Kuna mambo mengi tunaweza kuongea katika maombi, na Mungu akubariki, na Mungu akupe imani, na Mungu akupe ujasiri wa kuweza kuomba na ujibiwe, kwa sababu ina haki na inafaa, kwa sababu ni neno linasema. Barikiwa sana katika jina la Yesu.